Kwanza mimi niseme kitu kimoja, Simba wamefanya sajili bora sana. Miongoni mwa sajili bora ambazo wanazipata ni hii. Na anaitwa Libes Guy ambaye ni Msenegali. Umri anakadiriwa kuwa na miaka 23 mpaka 25. Wengi wanasema amezaliwa mwaka 2003, wengine wanasema alizaliwa mwaka 2000 kamili. Kwa hiyo kuna kama kasintofahamu, lakini yote katika yote bado katika ile miaka ya kucheza mpira bado. Huyu ni winga, mshambuliaji, kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kucheza nafasi mbili, lakini effective akitokea pembeni. Kama ulifuatilia Chani ya 2025, huyu ni miongoni mwa wachezaji waliocheza kwa mafanikio makubwa sana katika kikosi cha Senegal cha Chani cha 2025. Japokuwa timu kama timu ya kufanya vizuri, lakini mchezaji kama mchezaji alipiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo ni sehemu ambayo Simba wamepata mtu sahihi. Lakini sasa unaweza kwenda kuangalia anakwenda kuchukua nafasi ya nani. Ana uwezo wa kucheza kama kiungo mshambuliaji ambaye ni namba 10, lakini pia anaweza kucheza winga yoyote kati ya 11 ama 7. Kwa hiyo ni moja ya sajili bora sana. Alafu historia yake ya makuzi ya mpira, amepita Spain huyu jamaa. Amepita Spain, lakini hakupita kwa mafanikio makubwa sana kwa sababu alipita kwenye timu za vijana, kwenye timu ya Valencia pale. Pita kwenye timu ya vijana, lakini akaja akatolewa kwa mkopo tena, alipata changamoto ya goti. Akatolewa tena kwa mkopo, akarudi, lakini mpaka Simba wanamchukua alikuwa kwenye klabu moja huko kwao Senegali. Kwa hiyo Simba wamemchukua kutokea Senegali na sio sehemu nyingine yoyote, na bado anafanya vizuri kwa kiasi chake, lakini kama individual player ana nafasi kubwa sana. Ni namna gani anaweza kwenda kuisaidia Simba? Atakwenda kuisaidia Simba kwenye kuimarisha katika upande wa kiungo cha ushambuliaji, na anaweza akachukua namba ya Elim Panzo ambaye Azam pia wanamtaka kama tulivyosikia, lakini pia anaweza akacheza kama namba 10 kwa ajili ya Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo kuna maisha fani Simba anayaandaa bila Mpanzu, bila Jean Charles Ahoua. Katika wachezaji lazima mmoja wao wataondoka. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo mchezaji huyu anakwenda kuisaidia Simba pakubwa. Kwa hiyo ni moja ya sajili bora sana kama watafanikiwa kuzisecure, lakini kwa namna ambavyo nimezungumza na mtu ambaye nilikuwa nazungumza naye, ili dili limekamilika kwa asilimia kama 80 mpaka sasa. Kwa hiyo kuna sehemu kidogo pa kumalizia, lakini madili mengi ya Afrika yanaweza kafika mpaka 90, lakini bado moyo akapita akakwapua kifaranga akaondoka nacho. Kwa hiyo naamini Simba wanao nafasi kubwa sana kama wakimpata huyu mchezaji, atawasaidia kwa sehemu kubwa sana kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa. Kwenye positioning kama nilivyosema, anacheza winga zote, lakini pia kama namba 10 ana uwezo wa kupiga vizuri, lakini pia ana uwezo wa kukaa na mali vizuri. Ana uwezo wa kuwa msaada mkubwa sana kwa Simba. Of course Simba inabidi wapunguze wachezaji wa kigeni ili kuweza kufikia ile namba ambayo wanataka kufikia kiuhalali. Lakini Dese Mkwala isivyo bahati ameshindwa kuwika kwenye klabu ya Simba ama kuonyesha makali yake kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa inabidi wamtoe kwa mkopo, atafute mtu mwingine. Kwa hiyo tunarudi kule kwenye kumfukuza mchezaji, kumrudisha, kumtoa, kumrudisha, kumtoa, kumrudisha. Kwa hiyo by the time tunakuja tunakaa katika mazingira hayo, tutapata kile kitu ambacho Simba wanakitafuta, kwa maana ya katika sajili zao zote na namna ambavyo wanaenda katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kwangu mimi bado ni sehemu sahihi na bado ni maamuzi sahihi na bado ni njia sahihi ambayo Simba wanaipitia na wanaweza wakafanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Labda tu aje hapa ni prove me wrong kwamba atashindwa kusimama katika mazingira kwa umri wake, bado mchezaji mdogo na ana uwezo na amepita katika vilabu vingi vikubwa hasa Spain, na amekuwa akipambana ili kuweza kuprove thamani yake, lakini isivyo bahati hakuweza kucheza mpira wa Ulaya. Lakini inawezekana pia akatumia Simba kama mlango wa kwenda kule ambapo anataka kwenda. Ni beki mzuri sana, na ndio maana Simba wamekuwa na confidence ya kumtoa kwa mkopo cha Karabwa. Anacheza beki ya katikati. Kwa hiyo ina maana itakuwa ni partner kwake yeye pamoja na Deruk. Na ni ombi ambalo mwalimu amelitoa, anahitaji beki wa katikati mmoja. Yes, kwa ajili ya kuja kumsaidia majukumu Kapombe. Simba nafikiri ni wakati sahihi wa wao kuanza unajua kuna kitu kimoja ambacho mimi wanakisema kila siku. Yanga ndio timu pekee ambayo ilikuwa na uthubutu wa kufukuza wachezaji wote ama timu yote. Ndio ikaundwa gale Yanga Yoso kama unakumbuka, ambao Malima alikuwepo, kuna baadhi ya wachezaji wengine pia walikuwepo, ndio wakaunda Yanga Yoso. Lakini kumbuka
Hiyo ndo klabu pekee ambayo katika ukanda wetu ilikuwa na ujasiri wa kufanya hivyo, na baada ya hapo kukuwa na msimamo, discipline, lakini pia walitengeneza benchmark fulani. Kwa hiyo Simba kukubali kuanza upya sio kosa, sio tatizo. Wanaweza wakafanya hivyo kwa maslahi mapana ya timu yao wanaoipenda sana. Kwa kwangu mimi bado wako katika sehemu sahihi na uwezo wa kufanya mambo sahihi na wakafikia malengo yao. Dese Mkwala ni bahati imemgharimu, lakini kama nafasi ya kucheza amepata sana wakati wa Fadlu Davis. Ni sivyo bahati tu ameshindwa kuclick katika mfumo wa mwalimu, na amekuwa ni mchezaji ambaye ana ingia toka nyingi sana, tofauti na vile ambavyo wengine wanaonekana, lakini ni striker mzuri, ni national team player. Kama Uganda pangua Dese Mkwala yumo kwenye benchi na anapata nafasi na anacheza, ina maana bado ni mchezaji mzuri sana. Kwa hiyo ipo nafasi ya kumtoa kwa mkopo ama kumwachia kabisa, lakini inawezekana pia wanamtoa kwa mkopo ili akatafute changamoto nyingine, ajiimarishe zaidi, alafu arudishe ubora wake. Inawezekana ikawa ni hivyo na akaenda akacheza katika timu yote ligi kuu kwa muda mfupi, akarudisha ubora wake na maisha yakaendelea. Kimataifa Simba mimi nimeshaitoa na nimeshamalizana nayo. Nguvu kubwa Simba wanatakiwa waweke katika ligi ya ndani. Na ligi ya ndani nayo kwa mechi ambayo Azam amempa Yanga jana kwenye fainali, kwa kutumia vijana wale wa under 20. Simba akikaa vibaya, nafasi ya pili inaweza ikachukuliwa na Azam. Kwa hiyo Simba inabidi ajipange kweli kweli kutetea nafasi yake ya pili ama ubingwa msimu huu, kwa sababu Azam ni kama amedhamiria kwa hicho anachokifanya. Kwa hiyo yote katika hawa watakaodondosha pointi sehemu yoyote, mechi inakuwa imeishia hapo ama ubingwa unakuwa umeishia hapo. Kwa hiyo kwangu mimi bado usajili bado ni sahihi na unaweza kwenda kuwapa matokeo makubwa sana. Na yeye mwenyewe aliomba na akatoa nafasi, bwana, nataka kipa, nataka beki, nataka kiungo mshambuliaji, nataka na mshambuliaji mmoja na winga. Na beka ana uwezo wa kuipeleka Simba nchi ya ahadi. Wasiwasi wangu tu rasilimali atakazozitaka atapewa, na hapo ndipo ambapo nawaza, kwa sababu akikosa rasilimali yule Pasaka afiki. Hichi ni kitu ambacho nasema kila siku. Kujua tatizo lako ni nusu ya kulitatua. Ila Simba hii unaona inateseka hivi kwa sababu inalijua tatizo alafu imekataa kuliweka wazi na kulifanyia kazi. Yanga watapiga makelele sana, ila Yanga wanachokifanya wanaangalia display performance ambayo amefanya Musa Bala Conte jana. Utamwambia nini shabiki wa Yanga kuhusu Musa Bala Conte? Tuzungumze mimi na wewe. Utamfuata shabiki upi wa Yanga umwaminishie kwamba Musa Bala Conte sio mtu? Atafutiwe mtu mwingine au Musa Bala Conte aondoke. Nani atakuelewa kwa performance ambayo display jana? Kwa hiyo mwisho wa siku Yanga wanapita kwenye pattern zao zile zile. Wanatembea katika mifumo yao, wanapambana katika mifumo yao. Kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa kutokana na nature ambayo wanaitaka wao. Kwa hiyo kwangu mimi Yanga bado wako katika sehemu sahihi, lakini pia Simba wanatakiwa watumie nguvu kubwa kuimarisha misingi ya falsafa zao ili kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wanakitaka. Na isivyo bahati, viongozi kwangu mimi ndio tatizo, kwa sababu hawana ile unit, hawana compact. Simba wana wachezaji bora ila hawana timu bora. Wana wachezaji bora ila hawana timu bora. Na mara nyingi nikizungumza hivi huwa napenda kuelezea hiyo statement. Nikisema Simba ana timu bora, ana wachezaji bora, hana timu bora, ni hapa kwamba Simba ana wachezaji walio bora mmoja, lakini hawajafanikiwa kuunganisha timu pamoja na mashabiki, pamoja na influencer, pamoja na viongozi, wakazungumza lugha moja, wakapata timu ya mpira ambayo imecomprise vitu vingi. Kwa hiyo kwangu mimi Simba bado iko sehemu sahihi, lakini viongozi wachukue hatua na majukumu yao yaende sawa sawa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.